Tume hiyo inayoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania Mohamed Chande Othman na kaimu wake Jaji mstaafu Ibrahim Juma imetoa uamuzi huo juzi Januari 24, ikisisitiza kuwa imechukua uamuzi wa kuzuia wanahabari wakati wa shuhuda za waathiriwa wa vurugu za Oktoba 29 ili kulinda usalama na faragha za waathirika hao. Kwa mujibu wa tume hiyo, hatua hii imechukuliwa baada ya kuibuka kwa malalamiko kuwa taarifa binafsi za waathirika zinasambazwa mitandaoni bila ridhaa yao. Profesa Juma amebainisha kuwa kusambaa kwa taarifa hizo kumechagiza baadhi ya waathirika kusumbuliwa na maombi ya mahojiano kutoka kwa vyombo mbalimbali vya habari, jambo linalowaletea msongo wa mawazo na changamoto ndani ya familia zao. Hata hivyo, uamuzi wa tume hiyo umepokewa kwa mitazamo tofauti na wadau wa habari, haki za binadamu na wataalamu wa masuala ya afya ya akili, ambao wanautaja uamuzi huo kama unaoondosha mantiki ya tume huru na ya wazi. Akizungumza na DW, mchambuzi wa masuala ya habari na aliyewahi kuwa mkurugenzi wa Baraza la Habari Tanzania MCT, Kajubi Mukajanga, amesema sijui kwa nini wamefikia uamuzi huo, kwa sababu mambo yaliyotokea kipindi kile ni mambo ambayo yalikuwa hadharani, watu waliyaona na watu wanayaongelea, watu wanalalamika, na ndani ni safe kufikiria kwamba ndio maana hata hiyo tume ikaundwa. Rais Samia aliunda tume hiyo ili kutafuta chanzo cha vurugu za Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania, na katika hotuba zake mara kwa mara amekuwa akisisitiza kuwa tume hiyo ni huru na anaiamini. Akizungumzia uamuzi wa tume hiyo na dhana ya waathirika kuathiriwa zaidi kisaikolojia, mtaalamu wa afya ya akili Saldine Kimangale alikuwa na maoni haya. Kitu wanahabari hata pale wanapokuwa wanafanya zile interrogation, wanawauliza na vitu mfano wa hivyo, vinaweza kutrigger zile kumbukumbu za zamani za tukio lilotokea. Si lazima iwe ni kwamba mwanahabari ameripoti, lakini hata tu anapokuwa amekaa kwenye mazungumzo yale na kuulizwa, inaweza ikatrigger zile kumbukumbu za awali. Tayari tume hiyo imekwisha kamilisha kusikiliza waathirika katika wilaya za Kinondoni, Temeke, Ilala na Ubungo mkoani Dar es Salaam, na inatarajiwa kuendelea na mikutano yake katika mikoa ya Dodoma, Shinyanga, Ruvuma na Iringa ili kukusanya taarifa za matukio yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.